Baada ya kushika pesa wakati uko mdogo, nini hasa kilichokuwa kikishughulisha zaidi? Zile kamandi na nini, walimu wanataka uwe sawa. Sasa wewe unakuwa kidogo, kwa sababu pesa upo nayo na utoto unajipa hadhi unajipa hadhi fulani. Nafikiri kipindi kile mshahara ulikuwa shilingi 80 ya walimu kipindi kile. Wakati wa 80 mimi nilikuwa natengeneza kwa siku. Nicheza kickboxing, nilikuwa nacheza basketball, nimecheza sarakasi, ngema, kila kitu. Kwa akili yangu ilikuwa ipo katika kujikita katika masuala mazima ya michezo pamoja na fani. Kwa maana nikifika Uingereza ama nikifika German, nikifika wapi, kwa tutakaangukia uko vizuri. Niko vizuri. Wakati ninafanya production ya music, nilikuwa nafanya kwa lengo la kujifunza na toto unagusa huko unagusa kule. Kwa nilikuwa nafanya, lakini nilikuwa nipo katika misingi yangu ya dini. Mimi waweza mimi kakaangu Sala, nimefanya muziki wangu wote. Sija kuvuta sigara, sija kuvuta bangi, sija kulewa. Kuna majuto yoyote ambayo unajutia nafsi yako katika mapito uliyopitia? Majuto yapo. Majuto yapo, lakini sio ya kina kihivyo. Kwenye shari inaweza ikatoka kheri ndani yake. Ndio. Kwa hiyo nashukuru alhamdulillah, nimeweza kutoka na kufanya vitu vikubwa sana kwenye upande wa dini. Ndio. Kwa maisha yalikuwa mazuri, pia nikafikwa na mtihani wa maradhi pamoja na kufilisika na kuanza upya. Kwa maana jina la Husni Swaifi lina mazingatio makubwa sana. Nikapata maradhi ya sukari ambayo nilikuwa na kilo kama 140 mpaka kwenye kilo 30. Sasa hapo ndio ugumu wa maisha uliporudi tena upya. Kwa nikawa na madeni ya watu, kwa sababu watu walikuwa wananipa mali zao, kauli za kuuza na kadhalika. Nikawa na madeni, maradhi niliugua kwa muda mrefu, kila siku na konda. Yani hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu huwajaribu wale anaowapenda. Kabisa. Miongoni mwa hao bila shaka. Watu wengi walinikimbia. Lakini wingi ambao nilifanya wema walikaa na mimi. Na kilicho sababisha wakae na mimi ni wema ambao uliwatendea. Kwa baada ya kupona nikasema sina jinsi ya kuwekeza wema. Na hapo nikaanza kujitambua kwamba mimi nimeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini nimeumbwa kuwa daraja. Yani watu wapite wafanikiwe, ndio mafanikio yangu yalipo. Ndio. Yeah. Karibu katika Biography, kipindi ambacho huwa tunakukutanisha wewe na watu mbalimbali ambao wao wanapata fursa ya kutembelea katika podcast yetu hii na kufanya mazungumzo nami. Mimi niite Saleh Marike, na leo hii nitakuwa na mgeni ambaye yeye binafsi tutafaidika mambo mengi sana baada ya kujitambulisha kwake na kutuelezea hasa yeye ni nani na kazi zake hasa ni zipi. Karibu sana. Asante sana. Mambo vipi? Nashukuru Mungu. Habari za siku nyingi? Allah anawezesha. Karibu Saleh Marike Podcast Studio. Asante sana. Nimefurahi sana kupata mwaliko huu. Ndio. Naam. Haya, moja kwa moja tuanze na mazungumzo yetu, na ni vizuri watu wakakufahamu labda historia yako. Ndio. Ukuaji wako, uzawa wako na kusoma mpaka pale ambapo utaridhika wewe kupata ile historia yako. Karibu sana. Asante sana. Yeah. Mimi kwa jina naitwa Said Abudu Muhidin. Yeah. Umaarufu naitwa Said 6. Ndio. Lakini katika harakati za kimaisha, kupambana na kadhalika, ndio, watu wananitambua kwa jina la Sida to the Lee. Ndio. Lakini sasa hivi najulikana kwa jina la Husni Swaif. Majina yote yana historia nzuri ya kuweza kujifunza vijana wenzangu. Mashaallah. Mimi nimesoma darajani. Primary, sekondari nimemaliza Haile Selassie. 2010 nimemaliza pale Haile Selassie. Na elimu yangu sio kubwa sana, nimefika form 4. Ndio. Na chanzo cha kuto kufanya vizuri katika elimu ni sanaa. Okay. Japokuwa si watu wote ni kufanya sanaa ambao hawafanyi vizuri katika elimu. Kwa sababu tukiangalia kama kina Mwanaifei na watu wana elimu zao, wamesoma. Kwa hiyo sio kigezo kwamba sanaa mtu asifanye elimu. Ila kwa asilimia kubwa ambacho kilichonisababisha nisifike mbali kielimu, niliwahi kushika fedha mapema. Okay. Hilo ni tatizo. Ukiweza kushika pesa mapema, kidogo elimu inakuwa kichwani mwako, haiwezi kufanya vizuri. Ndio. Sawa, mimi nimebahatika kuwa producer music nikiwa mdogo sana. Hakika. Nikiwa mdogo sana, na niliwahi kutengeneza pesa nikiwa mdogo sana. Tunakumbuka. Sasa hicho ndio kilichonisababisha nisiweze
kukava vizuri katika swala zima la elimu. Japokuwa akili yangu ilikuwa inafahamu vizuri, naelewa vizuri, lakini pesa ni kitu chingine. Ndio. Na wahenga wanasema mtaka mbili moja humponyoka. Hakika. Kwa upande wa elimu niliishia form 4. Ndio. Lakini nikajiongeza kwenye masuala mengine na mpaka sasa hivi ni mkurugenzi wa Swaifu Soup ambao kampuni yangu ya marketing inasimamia ujenzi, real estate, matangazo ya biashara na kadhalika. Ndio. Hongera sana kwa hatua uliofikia kutoka kule ambapo umetuanzia katika historia yako ya kuachana na masuala ya muziki. Tuje na moja kwa moja hapa, nataka tupate funzo. Baada ya kushika pesa wakati uko mdogo, nini hasa kilichokuwa kikishughulisha zaidi ukaona sasa hivi kwamba pesa ndio kila kitu na mengine yote? Kikubwa zaidi ulikuwa ni utoto pamoja na kuchanganya na fedha, kwa sababu kuanzia form 1 nilikuwa najisomesha mwenyewe. Okay. Najisomesha mwenyewe kwa sababu pesa nilikuwa ninayo. Lakini vile vile unajua unapokuwa unakwenda skuli, zile kamandi na nini walimu wanataka uwe sawa. Sasa wewe unakuwa kidogo, kwa sababu pesa upo nayo na utoto unajipa hadhi fulani. Unajipa hadhi fulani. Nafikiri kipindi kile mshahara ulikuwa shilingi 80,000 ya walimu kipindi kile. Wakati 80,000 mimi nilikuwa natengeneza kwa siku. Ndio. Sio, umenifahamu vizuri. Sasa mtemo mwalimu anaweza kukarapia na kipindi kile ilikuwa mwili wangu mkubwa vile vile, kwa utoto kichanganya ambao ilisababisha nikawa nisiendelee na swala zima la kusoma. Kikubwa zaidi pia kusoma. Ndio. Nilirudi kusoma kwa lengo la kumridhisha mamangu. Nilisoma kwa lengo la kumridhisha mamangu. Kwa sababu nyumbani dadangu alikuwa msomi sana. Ndio. Alikuwa msomi sana. Kwa hiyo mamangu alikuwa anapenda na mimi niwe msomi. Kwa hiyo nikarudi shule mwenyewe kujisomesha kwa lengo la kumridhisha mama. Lakini pia nikanajiuliza maswali. Sasa nasoma lengo nipate kazi, na mimi kazi ninayo. Kwa nini nisome? Okay. Kumbe maisha baadaye yanafanya nini? Yanabadilika. Lakini nashukuru kwamba Mungu amenipa upeo wa kuona mbali zaidi. Ndio. Kuona mbali zaidi. Unajua unaweza kawa hujasoma lakini akili yako iko vizuri, basi unaweza ukasoma vitu vingine na vikaweza kukuendeshea katika. Hujasoma darasani. Hujasoma darasani. Lakini mazingira yamekusomesha. Mazingira yamenisomesha. Ndio. Hivyo. Nashukuru sana. Tuje moja kwa moja katika Husni Swaif. Umesema inahusika na mambo mengi kabisa. Na tukirudi katika historia yako ya elimu tunagusa pale pale. Hili jambo lilikuwa ni jepesi kiasi gani mpaka ukaweza kulihandle na ukafanya kazi zako vizuri zaidi? Kikubwa zaidi mimi nilikuwa ni mtu wa kujifunza fani mbalimbali. Okay. Na ndoto yangu kubwa ilikuwa kwenda kuishi nje ya nchi. Kwa hiyo tukikaa maskani, tukikaa bwana nje, ukiwa na fani bwana unatoboa. Kwa akili yangu ilijikita kuwa mtu mwenye fani. Ndio. Kwa hiyo nina fani za aina tofauti. Nimecheza kickboxing, nimekuwa nacheza basketball, nimecheza sarakasi, ngema, kila kitu. Kwa hiyo akili yangu ilikuwa ipo katika kujikita katika masuala mazima ya michezo pamoja na fani. Kwa maana nikifika Uingereza ama nikifika German, nikifika wapi, kwa tutakaangukia uko vizuri. Niko vizuri. Lakini nikaja kuangukia kwenye swala zima la kuproducer kwa asilimia kubwa sana. Lakini wakati ningia kwenye producer, nashukuru kwa upande wa bibi yangu, Mungu amrehemu, alinishika sana kwenye swala la dini. Kwenye swala la dini. Hata ndoto yangu mimi, hivyo watoto wangu ninavyoalea, dini, fani na lugha. Ndio. Vitu vitatu hivyo nataka wanangu waweze priority sana. Mnifahamu, elimu atapofika saa popote afike. Lakini lugha asikose angalau lugha 6, lakini dini. Kwa sababu mtoto unapokuwa na dini unaweza kumgomba. Hakika. Lakini akiwa hana dini, hakuelewi. Kuna vitu anakuwa hakuelewi. Hana hofu. Kwa mimi bibi yangu alipambania sana kwenye swala zima la dini. Kwa kuna baadhi ya vitabu nimeweza kuvisoma, Mawaidhatul Baligh na kadhalika. Kwa moto na pepo naijua vizuri. Kwa sababu kitabu cha Mawaidhatul Baligh kimezungumzia moto kwa upana na moto kwa upana zaidi. Kwa hiyo wakati ninafanya production ya music, nilikuwa nafanya kwa lengo la kujifunza na toto unagusa huku unagusa kule. Kwa hiyo nilikuwa nafanya, lakini nilikuwa nipo katika misingi yangu ya dini. Mimi waweza mimi kakaangu Sala, nimefanya muziki wangu wote. Sijawahi kuvuta sigara, sijawahi kuvuta bangi, sijawahi kulewa. Kwa sababu nilikuwa na mikakati yangu, chochote ambacho kitakuwa kinanidhuru katika mwili wangu basi ni haramu. Ni mwiko kutumia. Yaani nilikuwa nasema haramu. Mimi ni kila mungunye natapika.
kwa haramu kwangu. Passion ni kila hivi natapika. Kwa haramu kwangu. Ndio. Umeelewa vizuri? Kitu chochote chenye madhara. Kwa hiyo unakuwa si sahihi. Nimejiwekea hivyo vitu manake. Nimejiwekea hivyo vitu. Lakini vile vile kipindi kile ulivyokuwa producer pia ulikuwa unaweza kwenda club free. Lakini ulikuwa si mtu wa kwenda club. Ndio. Siona mazingira yangu jinsi yalivyo. Vizuri. So mtu wa kwenda club, yani mimi bora nikaenda niangalie movie, nifanye mixing ngoma za watu na nini. Lakini nilikuwa so mtu wa mambo yale. Kuna baadhi ya watu wakaniambia wewe producer, lakini mbona huendani nao na producer? Kaambia kila mtu na mipangilio yake. Tunaweza tukajikumbusha kazi ulizozitengeneza? Yeah, ni kweli. Nimefanya kazi nyingi sana. Nyingi sana. Ngoma ambayo nimefanya ambayo imeweza kusumbua ni nyimbo ya Mama Kambo ambayo nimefanya mimi mwenyewe na Sultan King. Lakini nyimbo ya Alhaji Goya Niacheni Nilie, kipindi cha msiba MV Spice. Yeah, nimetengeneza mimi. Na nyimbo nyingi sana ambazo nimetengeneza kwenye taarabu za asilia. Nyingi nimefanya za Cholo Ganuni, Kigarawa na nini, nyingi sana. Yaani kwa ngoma ambazo nimetengeneza hazipungui ngoma 500 mpaka 1000. Kuna majuto yoyote ambayo unajutia nafsi yako katika mapito uliyopitia? Majuto yapo. Majuto yapo, lakini sio ya kina kihivyo. Kwa sababu majuto yapo kwa sababu tulikuwa tunafanya kitu ambacho Mungu tunamkosea. Lakini kuna watu pia tulioingiza katika kundi hili na mpaka sasa hawajatoka. Na chanzo ni sisi. Umeelewa vizuri hapo? Majuto yako hivyo. Lakini kwenye shari inaweza ikatoka kheri ndani yake. Kwa hiyo nashukuru alhamdulillah, nimeweza kutoka na kufanya vitu vikubwa sana kwenye upande wa dini. Kwa sababu katika hivyo ulivyofanya katika dini. Kikubwa zaidi katika upande wa dini, kwa sababu mara mwisho kipindi ambacho tunaelekea kwenda kuoa, sasa nataka kuitengeneza familia. Nikasema haiwezekani mwanangu mimi aje kunikuta studio natengeneza muziki. Alafu baadaye namwambia nenda kaswali. Ipo ile ya kujibu kirohoroho wewe mwenyewe umekaa hapo napiga mananda afu nenda kaswali. Kwa hiyo utakuwa huwezi kumrekebisha mtoto katika mazingira hayo. Sasa hayo nilikuwa siyataki. Lakini vile vile kwa vile nimeisoma dini kidogo, pia nafsi ikawa inanisuta. Yaani nafsi inanisuta. Lakini kuna kitu pia nakifikiria kwamba pepo haijai. Wewe unakosa vipi kitu ambacho hakijai? Bora ufike muda kuingia peponi, uambe bwana imejaa. Ama uambe huduma hii imeisha. Lakini haijai wala huduma haishi. Alafu unaikosa. Kwa hiyo neno likanumiza kichwa sana, pepo haijai. Alafu nakwenda kuikosa. Huu ni uzembe wa aina nyingine. Wa aina gani? Unanifahamu? Mkoni kakaa kamomba Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu. Kwa kweli sijasoma, sio mtu wa kuajiriwa kutokana na elimu yangu, lakini kutokana na kipaji changu, hebu nipeleke sehemu ambayo nitautumikia Uislamu. Mashaallah. Tunashukuru kwa kusikia hayo. Na kuna kipindi uliwahi kushiriki hata katika taasisi za media za Kiislamu. Ndio. Bado upo? Nimeacha. Lakini Mwenyezi Mungu aliitikia dua yangu hiyo. Na nikawa nimefanya kazi Radio Nur FM. Na nashukuru nimeweza kuibadilisha kwenye swala zima la jingo, matangazo, kwenye bora quality inayotakiwa. Lakini niliweza kutengeneza kitabu cha Sahih al-Bukhari ambacho cha hadithi. Umeitengeneza wewe? Tumetengeneza mimi na Sheikh Mohamed Tol. Yeye ametia sauti ya Kiswahili, sauti ya Kiarabu ilitoka Oman, mimi nikamix. Kama hadithi 2000 nimezifanya. Na hapo ndo nikaja nikaona miujiza ya Muumba wangu. Baada ya kuacha muziki maisha yalikuwa magumu sana. Sana kupata laki kwa siku mpaka mtu kama 200 na kushinda. Mimi nilikuwa nalala radio. Si kama nalala radio kwa sababu nilikuwa kwa kutaka, kwa sababu ya nauli sina. Na mshahara ulikuwa si mkubwa hivyo. Lakini nilitaka kuishi maisha ya huru ambayo Mwenyezi Mungu anaridhia. Lakini baada ya kukaa radio pale kufanya hadithi na kurekodi Qur'ani, mawaidha na kadhalika, Mungu akanifungua nikawa sasa kila wiki nakwenda Dubai. Badala ya kupata kiasi kile kidogo nikanapata kiasi kikubwa kwa wiki. Kwa maana hili nataka kuzungumza kitu kimoja. Kuna watu wapo katika music ama wapo katika vitu wanavyofanya ambao Mungu haviridhii. Lakini mtu anasema nafanya hivi kwa sababu sina cha kufanya. Si kweli. Si kweli. Mungu anakuongoza kule unapopataka wewe. Hakika. Atatia baraka zake kule unakoelekea mwenyewe kwanza. Ndio.
Umeelewa vizuri hapo? Na hii ndio natuambia kwamba wale wanaomuasi kama angekuwa riziki anawakosesha, basi angekuwa na uwezo wa kukosesha. Lakini anawapa waendelee zaidi, na kama ni wale wenye kufikiri basi iko siku nao watarudi. Kabisa, kabisa. Kwa hiyo si kweli. Ndio. Acha tegemee Mwenyezi Mungu, basi atakufungulia. Kwa Mungu akanifungulia, maisha yakawa mazuri, lakini kwenye uzuri vile vile Mungu anaweza akakupa mtihani. Ndio. Kwa maisha yalikuwa mazuri pia nikafikwa na mtihani wa maradhi pamoja na kufilisika na kuanza upya. Kwa maana jina la Husni Swaifi lina mazingatio makubwa sana. Hebu tupe maana kamili ya hili jina. Jina la Husni Swaifi hii ni husni ya wema. Swaifi nimeweka swaga tu, lakini ni saifu upanga. Yaani huu ni upanga mwema. Ndio, mashaallah. Ni upanga mwema. Na ofisi yangu inaitwa Swaifu Suk, manake ni upanga wa sokoni. Kwa hiyo iko hivyo. Haya, tuje hapo mapito uliyopitia na kuimarika kwa hili jina unalolitumia sasa. Mapito uliyopitia, unajua baada ya kutoka katika dhiki, baada ya yusra. Kwa kutoka kwenye dhiki, Mwenyezi Mungu akanifungulia, nikapata kazi Dubai, nikaenda Dubai napeleka mzigo na kurudi, kwa maisha yakawa mazuri sana. Yakawa mazuri. Kipindi cha corona biashara pale zikayumba. Zikayumba. Kwa hiyo kampuni ikaacha kufanya kazi, sabini nikanajitafuta mimi mwenyewe, nikaanzisha biashara za kuweza kama upato wa matofali. Hivyo harakati zinakwenda, baadaye nikapata maradhi. Nikapata maradhi ya sukari ambayo nilikuwa na kilo kama 140 mpaka kwenye kilo 30. Sasa hapo ndio ugumu wa maisha uliporudi tena upya. Kwa nikawa na madeni ya watu, kwa sababu watu walikuwa wananipa mali zao, kauli za kuuza na kadhalika. Nikawa na madeni, maradhi niliugua kwa muda mrefu, kila siku nakonda. Yaani hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu huwajaribu wale anaowapenda. Kabisa, na kabisa. Miongoni mwa hao bila shaka. Kabisa, alhamdulillah, nashukuru. Na lakini hili limeweza kunipa funzo kubwa sana. Unajua sisi ndio tunakosea, lakini hatujui kama tunakosea. Kwa kupata maradhi haya yalinisababisha sasa nikae kitako niweze kujitathmini. Wapi nimeteleza? Wapi sikukaa na watu vizuri? Ndio. Kitu gani? Nikaa sasa najigomba. Na hii iliweza kunifanya nitambue kumbe yule mteja ambaye anaiba hajapanga kuiba, bali Mungu kampa mtihani ule. Vipi atatoka katika mtihani ule? Umenifahamu vizuri? Hakika. Leo hii unaweza ukawa unafanya biashara, duka lako likaungua lote. Hujaomba duka lako liungue, ila Mungu amekupa ule mtihani. Vipi utashinda? So baada ya kupata maradhi ndo kaanza kugundua kwamba mimi maradhi sijayaomba. Kumbe huu mtihani Mungu alinipa. Wakati pata maradhi kidogo nilitoka mpaka imani ya Mungu nikawa sina. Kutokana na madeni ya watu. Unajua katika dunia hii shida kubwa kujiuza na madeni. Na unaweza kufanya chochote unapopitwa na mtihani wa maradhi. Sasa nikaa naogopa watu, uaminifu wangu umepotea, watu wamenikimbia, wamebaki watu wachache, nikaa ndani najifungia. Ilifika wakati nikawa msongo wa mawazo mkubwa mpaka nikapelekwa mental. Bwana wewe. 6. Na mental. Nikaa na maumivu makali ya miguu. Yaani maradhi tofauti ambayo nimeweza kuyapata, kwa sababu nilipata maradhi ya sukari, nikapata corona, nikapoteza system ya kumeza. Yaani sio kama huna hamu ya kula, unakula lakini system ya kumeza haiji. Wengine walipata mitihani wakawa smelling, hawapati test harufu. Sasa mimi nilikuwa ile system ya kumeza ikawa haiji. Na nimekonda kwa muda mchache sana. Chache sana. Kwa hiyo jina la Husni ambalo limeweza kunisimamisha imara kwamba mimi ni Husni, ni upanga mwema. Iweje na yumba. Umenielewa vizuri? Lakini kuna kitu kingine pia nimeweza kujifunza kwamba unapokuwa na shida vile vile unajaribu kutafuta watu wako wa karibu kuwaelezea shida zako, wakusaidie na kadhalika. Kumbe hili pia ni kosa. Kwa sababu wengine hawajui vifuani mwao mkoje. Hili ni kosa. Kwa nikapata kujifunza kwamba chochote mwambie Mungu. Hakika. Mungu hana mshikaji, hana rafiki, hana WhatsApp,
hawezi kutoa aibu yako kwa mtu mwingine. Na Mungu atakuchagulia sehemu sahihi wapi unaweza kutatulika tatizo lako. Hakika. Ulijifunza nini kutokana na watu wa karibu baada ya kwamba umepata mtihani wajisogeze zaidi kwa mshikaji wetu kukupa ushauri na vitu vingine, lakini walikaa mbali? Nini hasa umejifunza? Najua umesema kwamba umejifunza kumtegemea Mungu zaidi, lakini kwa binadamu ulipata funzo gani zaidi kiubinadamu? Kwa binadamu kitu ambacho umejifunza wema. Wekeza wema. Okay. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hakika. Kwa wekeza wema. Watu wengi walinikimbia, lakini wingi ambao walifanya wema walikaa na mimi. Na kilicho sababisha wakae na mimi ni wema ambao uliowatendea. Kwa baada kupona nikasema sina jinsi ya kuwekeza wema. Na hapo nikaanza kujitambua kwamba mimi nimeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini nimeumbwa kuwa daraja. Yaani watu wapite wafanikiwe, ndio mafanikio yangu yalipo. Ndio. Yeah. Nashukuru sana. Fursa za mitandao ya kijamii na hizi kazi zako unazitumiaje ili kijana anaweza naye akaondoka na chochote hapa? Swali zuri sana. Baada ya kupata maradhi na kuwa na stress na kadhalika, ili niweze kukava itabidi niondoke Zanzibar, nende nikaishi Tanga. Okay. Sawa, nikaishi Tanga kwa muda wa mwaka mmoja. Na nikawa nimejiuliza nilifanikiwa vipi kuwa na maisha mazuri. Ikabidi nitafute redio ya Kiislamu Tanga, nikaanza maisha kama yale ya mwanzo. Kwa hiyo nafanya kazi redio ya Kiislamu Tanga. Hapa namaanisha kwamba vipi nimeweza kufika hapa nilipofika. Okay. So kitu kingine chochote ni mitandao ya kijamii. Okay. Mitandao ya kijamii. So nilivyokuwa nipo Tanga, mimi ni mzuri wa audio, mzuri wa video, na kwenda Radio Nuru FM pia nikajifundisha na utangazaji. So mitandao ya kijamii nikawa kule nafanya kazi zangu za radio, lakini nafanya matangazo kupitia mitandao ya kijamii, lakini kazi zote zinatokea Zanzibar. Ndio. Na marketing ulikuwa unaifanya mwenyewe kuwavuta watu wa Zanzibar kuja kule ama vipi? Hapana, nilikuwa nafanya mimi mwenyewe, lakini vitu vyote vinafanyika huku. Biashara zinauzwa huku Zanzibar. Mimi nakuwa ni marketing tu. Ndio. Nakaa kati. Una monitor tu. Nafanya matangazo, tu anipigia simu, bwana nataka tangazo langu la duka tunafanyaje? Hamna tatizo, nitafanya. Wala watu hawajui kama mimi nipo Tanga. Ndio. Namtuma kijana ka shoot, nitumie video, na edit nafanya. Bwana kiwanja changu nauza, na shoot hivyo. Hapa kupitia swala hili nikaweza kupata funzo la kitu chengine. Unajua kakangu Sale, Mungu tayari kuna vitu sisi ameshatupa. Tatizo ni watu kujitafuta wakavijua vile alivyopewa. Unataka kufanya biashara, kumbe Mungu kuna kitu kakupa. Wewe sio mfanya biashara. Hicho alichokupa hicho kitengeneze, kiframe, unaweza kutoboa kimaisha. Ndio. Sasa mimi nilikaa nikasema mimi Mungu kanipa producer. Sawa, nilitokea kwenye music, lakini lengo sio music. Sasa dunia yote inahitaji production. Ndio. Sasa kupitia producer yangu mimi naweza kuwa marketing. Ndio. Vipi nitafanya marketing? Kwa nikatengeneza mipango kuweza kutumia mitandao ya kijamii vizuri. Wakati nipo Tanga watoto wangu mimi walifukuzwa shule. Sawa. Nilifanya bingo nikapata kama shilingi milioni 2. Ambao mtu mwingine angechukua milioni 2. Akasema narudisha watoto shule. Mke wangu nilikuwa namtumia shilingi 50,000 kwa mwezi. Kwa sababu mshahara wangu ulikuwa mdogo sana kule Tanga, lakini nilikuwa nalipa watu madeni. Deni lilikuwa kubwa. Lakini nilikuwa nalipa madeni, mtu ana deni milioni 5 namlipa 200,000, 100,000. Kule Tanga nilikuwa natumia kama 3,000 kwa siku. Kwa sababu nataka najibana nilipe madeni ya watu. Umeelewa vizuri hapo? Ndio. Kwa hiyo sasa katika kufanya hii marketing sasa nikasema mimi ni producer, kwa mitandao ya kijamii nitaweza kuitumia vizuri. Nikachukua milioni 2, nikanunua laptop milioni 1,500,000. 500,000 nikaiweka Instagram kwa ajili ya kuboosti matangazo. Kwa mwingine asingeweza kufanya hivyo. Ndio. Angesema nilipe deni ama nimtumie mke wangu fedha ili watoto waende shule. Kwa nikaanza kujitambua, kumbe nikifanya vitu kama hivi nitaweza mimi kufika mbali. Kwa ndani ya mwaka mmoja ukaa Tanga,
Nikawa sasa nafanya matangazo, pengine nafanya tangazo la gari. Nikiweka matangazo kupitia Instagram nikilipia matangazo, mtu hataki gari ile, ila nikwambia nitafutie gari fulani. Kwa hiyo lile linakuletea fursa nyingine. Ndio. Kwa nikaa nauza magari kwa wingi nauza. Kwa nikaa napata pesa. Ndio. Sasa baada ya kupata pesa, nikaja Zanzibar kuja kutembea kwa sababu watu walikuwa wananiita nifanye matangazo yao. Ndiyo. Nikaja kuangalia mazingira, baadaye nikarudi Tanga. Nilirudi Tanga, nikasema napata pesa lakini zinatoka Zanzibar. Mimi akili yangu sasa hivi ishatulia. Kwa sababu nilikuja kutuliza akili, kutokuogopa watu. Maana yake nilifika stage kuna mlio wa Samsung ule maarufu ukilia mimi mwili unapiga shoti. Kwa sababu niliharibika saikolojia, watu wanavyonidai wenye kumtukana na ndio milio ilikuwa ikiita sana mpaka simu mimi nilinyang'anywa. Pole sana. Yaani mke wangu alinyang'anya simu. Umenifahamu vizuri? Kwa hiyo ilikuwa naogopa mpaka kafika stage sasa nikaweza kusimama kwa moyo mmoja wa Mungu. Mtu akinipigia simu, Husni nakudai pesa yangu bwana, ambaye pesa yako nitakulipa. Nipe muda. Ushanifahamu? Anaweza kumtumia mtu bwana, mtu ananidai milioni 5 nikamtumia 200,000. Mimi nakudai milioni 5 umenitumia 200,000. Ulikuwa unanidai bei gani? Milioni 5. Sasa hivi milioni 5 kasoro. Kwa maana imefanya nini? Imepungua bana. Kama ukiona kama nakusumbua basi twende kwenye sheria. Kwamba ujue kama mimi sina lengo la sijakataa mimi kukulipa. Hivyo. Wewe mimi nimelipa. Japokuwa zingine mamangu alinisaidia na kadhalika, lakini nilifanya usaidia. Nililipa. Familia ilisimama na wewe kwa kiasi gani? Tuanze na mke na waliokuwa karibu zaidi wakati unapitia mapitio yote hayo. Kwenye upande wa familia, kwanza Mungu amhifadhi mke wangu. Kwa sababu katika kipindi ambacho wanawake huwakimbia waume zao, hakika ni kipindi cha kufilisika na maradhi. Kwa sababu mimi nilifikia hatua kila kitu kitandani. Ndio. Kwa mke wangu alikaa na mimi na akawa anasimama na mimi kimara zaidi, na alikuwa ananigomba muda mwingine, toka usijifungie ndani, wewe ni mwanamume, kwa nini unaogopa kudaiwa? Mmefahamu, hebu toka. Ndio. Wangapi wamefanya hivi? Alafu na msemo wake mmoja ulikuwa kwani kipindi kwenda Dubai nani alisababisha kwenda Dubai? Kamwambia Mungu. Basi na haya matatizo amekupa Mungu. Na yeye ndio akuyaondosha. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, na msemo wake siku ni mwaka. Yaani siku moja ni mwaka. Temu yote maisha anabadilika kwa siku moja. Kwa hiyo hilo la kwanza. Kila pili mamangu. Mama ni mama. Kwa mama alipambana sana mamaangu. Pambana sana mamaangu na baadhi ya kaka zangu na marafiki zangu ambao hawa niliishi nao kwa wema, basi na wao wakarudisha wema. Rafiki yangu mmoja anaitwa Muhammad Faki. Niliishi naye tangu mdogo. Unajua kipindi kile mimi ni producer. Kwa nyumbani wazee waliachana, kwa nyumba nikanaishi peke yangu. Kwa hiyo nikanatafuta company ya kuishi nao. Kwa hiyo kula, kulala, nauli, washikaji zangu, kila kitu ni mimi. Kwa mimi nilikuwa nafanya like kama natafuta company. Lakini kiukweli na wale maisha nyumbani kwao walikuwa magumu. Ndio. Nafika kati mpaka mtu fomu ya school namnunulia mimi. Kwa hiyo ilikuwa ni faraja kwa upande wao. Lakini mimi nilikuwa nafanya kwa sababu bila kufanya hivi hawa watalikimbia, mimi nitakuwa sina company. Kwa sikufanya kwamba ni wema pengine waje kunirejeshea. Umenifahamu? Mimi nilifanya kwa sababu hii nyumba niko peke yangu, kwa hiyo hii ni company, kwa mtu anaweza akaja, mbona umejinyonga? Bwana mimi nimepasi lakini mpaka sasa hivi sijanunuliwa form na kadhalika. Basi hamna tatizo. Tena mtu anaenda kwenye duka la Timberland zamani, Darajani, kwa duka maarufu Timberland. Uwezi kununua, yani duka lilikuwa vitu vyake bei hali. Hakika. Kwa hiyo nakwenda pale mbele chagua shati. Anaambia sile Timberland vomu. Ndio. Chukua shati. Ndio rafiki mmoja anaitwa Najib. Tulipasi pale form 2 haile. Ndio. Kwa hiyo fomu zilichelewa. Zilichelewa, nikamwambia twenzetu. Kaenda kumchukulia shati pale. Chukua twenzetu school. Kwa nilifanya kwa sababu ya company. Sasa hichi ndio kimenifunza kumbe kumbe wema ndio unaweza kunifikisha hapa. Kwa Muhammad alikuwa anakuja, unajua sina kitu sina kitu. Siku moja nilimwambia nimempa konda shilingi 5,000. Ndio. Nimesahau kumdai. Na ushashuka. Alafu namuuliza Muhammad, mimi leo kudai shilingi 5,000 kwa kipato nilichokuwa nacho? Naambia ni maisha. Kwa hiyo alikuwa anakuja nyumbani kwangu usiku anatia umeme. Nikitoka nje simuoni.
Kwa vile namba anayejua anakusurprise tu. Surprise, anatia umeme. Eh. Ameplay part kubwa. Mashaallah. Bado uko pamoja naye? Bado nipo pamoja naye. Na wengi hata huyo dereva wangu pia aliplay part kubwa. Kwa sababu kipindi ambacho naumwa, mtu akipigiwa simu anajua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini mtu anambia bwana ametamani kware, kwa mtu ananiletea kware na nakula. Kumbe anakujenga kiafya zaidi. Anajenga kiafya. Kwa ndio hivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu na kikubwa zaidi watu wengi waliweza kuwa mbali na mimi kwa sababu nilibadilika kutokana kwenye maumbile. Kwa fika wakati unaweza kumsalimia mtu akakudharau akakuona kama mlaunga kwa sababu vile nilivyokonda. Lakini siwezi kuwalaumu kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kunijua kwa hafla. Vile ambavyo nilivyobadilika kutoka katika ubonge na kuja kwenye hali ile ya uembamba. Kwa hiyo sitaweza kuwalaumu kama Raba alikuwa ananidharau na kadhalika. Lakini kikubwa kwamba usimdharau mtu. Hakika. Kwa sababu kuna wengine walikuja kuniomba msamaha. Bana sijajua kama ni wewe, kaambia sawa lakini usimdharau mtu. Ndio, hautaki kumkatia tamaa mtu katika rehema za Allah. Kwa sababu kutokana na strategy yangu ilivyokuwa kubwa, watu wengi mpaka leo naona kuna watu wakurugenzi maofisi makubwa mtu ananiambia bwana kuna mtu fulani mkurugenzi fulani na shida naye, anambia tulia, anapiga simu sasa atakuja hapa na mtu anakuja. Lakini kwa kipindi kile mtu ndio anaweza akakudharau kwa sababu lile umbile jinsi lilivyokuwa. Lakini mapito ni sehemu ya ukuaji na kwa hadithi unaonipa umekomaa vizuri vya kutosha. Sana. Kama anatokezea mwenye matatizo kama haya au kama unambaini, unamshauri au unatoa ushauri gani? Nashauri watu kwa sababu kuna jamii, wewe umepata bahati ya familia na watu wako karibu kukusupport. Lakini kuna watu wanapitia mapito. Mpaka hivi tunavyozungumza inawezekana unaotutizama wapo baadhi ambao wamekaa ndani hawatoki, wamekata tamaa. Nini unawaambia? Watu wengi nawashauri. Watu wengi nawashauri kwamba usikate tamaa. Ndio. Yaani kukata tamaa ni mwiko kabisa. Kwa sababu anaendesha hii dunia hasinzii. Hakika. Yaani hapitui hata na usingizi. Na mapito huyu rafiki yangu Mohamed Faki amesoma vitabu vingi vya matajiri. Matajiri mbalimbali amesoma. Alikuwa ananiambia wewe unakwenda kuwa tajiri. Lakini na kama anadanganya. Akamwambia kwani anasema matajiri wengi ambao nimewasoma hizo njia zote wewe ndio umefanya nini? Ndio umepita. Unakwenda kuwa tajiri. Tumchukulie mtoto. Mtoto akitaka kukua kabla hajatambaa ataharisha. Ndio, kila step lazima na dalili atazipitia. Akitaka kuota meno, ufizi. Sasa haya ni mapito kama utayazingatia ya kuweza kufikia hatua zaidi. Sielewa vizuri. Mimi nilipoteza vitu vingi sana, nilipoteza Honda, nikapoteza gari, nikapoteza eneo langu ambalo nishalipiga fence nikaliuza kwa bei rahisi. Lengo nilipe madeni. Ndio. Umenifahamu vizuri? Lakini kupitia mapito haya kama nisingepitia mapito haya usingefikia hapo. Vision nilokuwa nayo leo nisingekuwa nayo. Ndio. Kuwa nayo hii vision nilokuwa nayo leo ya Swaifu Suku sasa hivi kuibrand kwa hivi. Nisingefika hapa. Tuzungumzie Swaifu Suku. Swaifu Suku na inajishughulisha na mambo gani? Fursa ni yako. Swaifu Suku ni soko la mtandao. Kama vile mengine tunaona kina eBay na kadhalika. Lakini Swaifu Suku imeweza kumix vitu mbalimbali, ndani yake kuna real estate. Na dhamira ya Swaifu Suku ni kutimiza kila ndoto ya kijana. Vipi anaitimiza? Na hatuna dhamira kwamba niwe tajiri. Yaani mie dhamira yangu kila kijana niweze kutimiza ndoto yake. Hiyo ndo dhamira ya Swaifu Suku. Kutimiza ndoto yako kuweza kukufanya marketing biashara yako, hiyo ni moja. Huwezi kujua vipi utapata wateja. Kwa utapokuja Swaifu Suku tutakupa mbinu na kuweza kukusaidia kuweza kupata wateja. Kwa mwenye biashara ya duka, mwenye kuuza nyumba, mwenye kuuza viwanja, tena katika mifumo ambayo tunaitumia ni mifumo ya Kiislamu kabisa. Yaani sio ile haina riba. Sio ule udalali wa kumnyonya mtu. Ndio. Na tunakufahamisha, tunakupa thamani ya kitu chako kilivyo kabisa. Umeelewa vizuri hapo? Lakini vile vile
tunazo huduma za kuweza kupata vitu kwa kulipa kidogo. Okay. Kwa mfano unaweza kununua kiwanja kwa kulipa kidogo. Lakini sasa hivi tunawajengea watu kwa kulipa kidogo. Ndio maana nimekuja pale ndoto yangu kuhakikisha kutimiza kila ndoto ya kijana. Hakuna kijana ambaye hataki kukaa kwake. Ndio, hakika. Kila mtu anatamani na pake. Ndio. Kwa sababu tunazo huduma hizo. Tatizo vipi utapamiliki? Kwa hiyo tunazo hizo huduma. Ndio, nashukuru sana. Haya ni mapito na tumepata kuiona SwiveSuka. Lakini sasa hivi katika mitandao ya kijamii tuangalie vijana. Unahisi fursa wanazitumia inavyotakiwa hasa ama wanacheza na muda unawacha mkono? Kwa asilimia kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni kama 60% ama 50% ndio vijana wanaangalia fursa. Ndio vijana wanaangalia fursa. Lakini wingi wanahitaji umaarufu tu. Na ni rahisi zaidi kupata umaarufu mitandaoni kuliko kutafuta fursa. Yaani wingi wanahitaji umaarufu tu. Lakini sio kutafuta fursa. Lakini wingi unaweza kumkuta mtu kakangu Sale na haswa TikTok. Unaweza ukascroll ukajikuta masaa 3 wewe una scroll tu na muda unakwenda. Mtandao ukitumia vibaya unaweza kuharibu siku nzima, usifanye chochote na usiingize chochote. Ndio. Lakini mtandao ni fursa kubwa sana ya kupata connection, ndio, ya kupata taaluma, elimu, lakini ya kuweza kujipatia kipato cha maisha. Ndio. Biashara yangu yote ipo katika mtandao. Urojo upo bali? Urojo upo. Biriani zipo. Kipindi kile nakumbuka mzee umechakarika mwenyewe. Kipindi kile ambacho nauza urojo. Baada ya kuwa nakwenda Dubai kila wakati, baadaye nikasifanyi vizuri radio. Okay. Radio nikasifanyi vizuri kwa sababu kila wiki nakwenda Dubai. Mimi binadamu sijakamilika. Ndio. Kwa hiyo ikafika wakati radio nikasimamishwa radio na huku corona ndo inaingia. Kabisa sasa ujiongeze sasa. Na kule Dubai hakuendeki. Hakuna kazi. Kwa nini tutafanya? Narudi zangu nyumbani, nikampa mke wangu barua, akaisoma, nimestopishwa kazi kwa sababu radio haina uwezo wa kulipa. Wametumia hikma kubwa ya kusema kwamba hatuna uwezo wa kukulipa. Lakini kiukweli kwamba nilikuwa sifanyi vizuri. Umeelewa vizuri? Mke wangu kanambia basi, Mazali una Honda yako, tutafanya delivery urojo. Ndio. Kama masiara. Ndio tukaanza kufanya delivery urojo. Na huwezi amini, si kama tulikuwa tunapata faida katika kuuza ule urojo. Na watu wengine wakajaribu kuiga na wakashindwa. Ndio. Lakini sisi hatukuweka lengo faida. Hapa ndo katika siku zote tunazungumza una build network. Katika kujitafuta ama katika kupambana. Ndio. Jambo la kwanza ni vision yako. Maono yako. Yafate kwa asilimia fulani ndipo uchukue ushauri kwa mtu. Kama ningemshauri mtu nataka nifanye urojo delivery, angekwambia mambo gani kwa kombo unabakia. Hakika. Kwa kijiko urojo unabakia, ukafanya delivery wewe. Kwa hiyo tunafanya delivery lengo watu kuonjesha. Ndio. Lakini siku tunapata faida, maji ya urojo yakibaki na baadaye zikibaki ndio chakula chetu cha asubuhi. Mashaallah, siku ishakwenda. Lakini ile imeweza kudhalisha Safety Pharmaculat. Anashughulikia mashughuli makubwa ya harusi na kadhalika. Mashaallah. Fakula vikubwa anapika. Umenifahamu, nimeweza kumsupport mke wangu hata kipindi ambacho naumwa sina kitu. Kwa hiyo biashara ya chakula ndio ilikuwa inatuendesha katika maisha yetu. Ndio, nashukuru sana. Nini unatamani kukizungumza pindi nikikwambia sasa ni muda wako wa kukizungumza? Okay. Mimi ninachotaka kukizungumza haswa kwa vijana wenzangu. Kuna maisha baada ya kifo. Kuna maisha baada ya kifo. Halafu maisha hayo huko ndo maisha. Umenifahamu kakangu? Yaani kuna maisha baada ya kufa, na hayo maisha ndio maisha ya milele. Kwa watakiwa uzingatie. Yaani uzingatie kwamba
kumbe hapa napita, alafu kuna maisha mengine ya milele. Sasa huko kwenye maisha ya milele wapi utaangukia? Maanake utapoangukia huko ndo patakuwa hivyo hivyo, aidha pazuri ama pabaya. Ndio. Kwa hiyo maisha hayo yanatengenezwa hapa tulipo. Hakika. Na hatujachelewa. Ndio. Lakini chengine kinai. Yani kinai. Usimdhulumu mtu. Ndio. Kinai ulichokipata. Hakika. Na ridhika. Lakini usichoke kupambana. Jipangilie vizuri katika mipangilio yako kama mapema. Sana sikiliza mawazo yako. Bibi yangu mimi kuniambia sauti ya moyoni ndio sauti ya kweli. Wewe ukikaa unaweza kuna kitu kwa unakisikia ndani ya moyo wako. Mimi nifanye hivi. Nafikiri hata studio ulivyoitengeneza ulisikia ndani ya moyo wako. Ndio. Mimi nifanye hichi. Kwa hicho ninachokifanya haina haja ya kuhangaika. Mbona una fursa kufanya hivi na hivi? Sauti imetoka kweli moyoni mwako. Na hicho ndio kitu kikubwa, unajua. Mwenyezi Mungu anatujibu sisi, ila huwa hatujui kama anatujibu. Unaweza kumwomba Mwenyezi Mungu kitu, ukamwomba kwa muda mrefu. Kwa mfano kama mimi, kipindi ambacho nimefilisika nikanamwomba Mwenyezi Mungu, nataka utajiri. Vipi nitaupata utajiri? Matokeo yake kupitia mitandao ya kijamii zinakuja clip, ukitaka utajiri, fanya istighfar. Ndio. Hizi clip zikawa zinakuja continuously kila wakati. Lakini unajua hii mitandao ina siri kubwa ya kukusoma. Yaani kuna siri kubwa. Umenifahamu vizuri? Sasa kila wakati nakuja zile istighfar na mwongozo mwingine. Fanya istighfar. Nikienda YouTube inakuja akasema hii sio bure, hii Mungu anakupa. Anajibu. Tabiri nifanye hicho kitu. Tabiri nifanye ndio hicho kitu. Lakini chingine zaidi kwamba sisi Mwenyezi Mungu tunamuomba. Na wakati tunamuomba Mwenyezi Mungu, dua yetu kubwa unasema Mungu nijalie jambo fulani lenye kheri na mimi. Hakika. Yaani ndio tunavyoomba kwamba nijalie kitu fulani unaishia na hiyo lenye heri na wewe. Lenye kheri na mimi. Basi hicho ambacho ulichokuwa nacho ama ulichopewa ndio Mungu kakuchagulia kina kheri na wewe. Usifosi kwa sababu dua wakati unaiomba umempa kazi Mungu akupe chenye kheri na wewe. Hamna hata siku moja anasema Rabbi nijalie mimi mke Fatuma. Ya Rabbi mke mwema mwenye heri na mimi. Kwa hiyo huyo akiwa na vitimbi sio hana vitimbi, huyo ndo mwenye kheri na wewe. Mimi niishie hapo. Nashukuru sana. Leo mazungumzo yetu yalikuwa very emotional kwa sababu mimi nakufahamu zaidi sisi. Na Mwenyezi Mungu tumshukuru, kila mmoja na hadithi yake katika maisha. Kweli. Na hadithi hazifanani ila zinazidiana. Kabisa. Kwa hiyo nikupe pongeze na ujasiri uliofikia. Asante sana. Na uendelee kusimama zaidi. Asante sana. Karibu tena tukikuhitaji muda wote. Asante sana. Kama nilivyokuambia bwana, lazima nije kwa uwezo wa Allah. Nashukuru sana, na ahadi Mungu anampenda anayetimiza ahadi yake. Na umefanya hivyo. Mimi naitwa Saleh Marike na tumezungumza takriban, maongezi yetu yatakuwa ni yenye mambo mengi sana ambayo yatakuwa na faida kwako uliotuangalia. Tukutane na tuwasiliane zaidi kupitia mitandao yetu. Na kushukuru, lakini pia usisahau subscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Saleh Marike. Unaweza ukanifuatilia kwa TikTok ya jina hilo hilo Saleh Marike, na bila shaka Instagram na jina hilo hilo la Saleh Marike. Nilisahau tu kabla sijamaliza, wanaweza kukupata wapi watu? Naam, mimi ofisi zangu zinapatikana Raha Leo mkabala na studio pale lipo tawi langu. Lakini ofisi yangu nyingine inapatikana Mwera Mtofani Garage ambapo ilipokuwa studio pale pale. Ndio ofisi yangu ipo, lakini namba ya simu ni 0714 24 95 14. Pia unaweza kutembea mitandao ya kijamii yote, andika Swaifu Suk. Asante sana Swaifu Suk. Bila shaka utakuwa umepata vya kutosha, na mimi sina la zaidi ila tu niwatakieni kila la heri. Mwenyezi Mungu awabariki. Pamoja nami mwenzangu tulikopa pamoja hapa studio, tunasema tukutane siku nyingine. Amani na upendo utawale ndani ya mioyo yetu. Kwa heri ya kuonana.